Kadeki ya goli dakika moja. Dakika moja nipigie, dakika moja tu. Hapana, giza nisiongee nasema. Sasa unaona? Wao ndio tu mtu atumika. Asubuhi tu tunapata walikuwa Ile kitu yenye ilituuma ni eti kwamba huyo jamaa ameua mtu ili hadi amefungua duka yake na anakula vizuri, na juzi alienda katisia huyu mama akamwambia msijaribu kuniweka kwa mtandao, na mimi ni serikali, hakuna mahali mtanipeleka. Hiyo ndio kitu ilituumiza kama wakaaji wa Karanji. Kwa majina mimi naitwa Rosimola. Enzi kuangalia hapo kwa samba nikaona yenyewe ni Ochalo mwenyewe amelala tu hapo kwa samba. Ile niliangalia hivi nikaona ni Ochalo mwenyewe amelala hapo kwa samba. Sasa mimi nikatoka hapo kwa fenzi nikaanza kupiga nduru. Vile nilianza kupiga nduru nikasema yenyewe ni Ochalo mwenyewe ndio huyu amelala huko kwa samba. Vile nilifika niliangalia hivyo nikaona ni yeye, nilistuka. Vile nilistuka sikuona sasa kitu kenye kiliendelea. Nilistuka tu nilianguka chini. Alikuwa bwana wangu. Ndiye alikuwa amewawa. Sasa vile niliona ni bwana wangu alikuwa amewawa, sababu ilikuwa tu kama alikuwa amepatikana kama alikuwa mwishi. Lakini yenyewe vile muda yenye nimekaa na yeye hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza kwenda tu kama anaenda kuiba. Naitwa Ibrahim Chaba na mimi ninasema ni kijana Karaji. Sisi shida yetu tumekasirishwa maana sheria haijachukuliwa mikononi kwa sababu ya kwamba wanyonge wakifanya makosa wanakuja kuchukuliwa haraka. Kitu ya pili, ukiiba kitu kidogo unakuja kushikwa na maaskari haraka sana, lakini kukuja mwenye ameua hawakuchukua sheria, wakachukua maiti wakapeleka mochari wakamwachilia. Kwa nini? Amekaa kwa nyumba siku 4. Kitu ya pili, huyu jamaa ndiye alikuwa analima hiyo shamba na amefanya hiyo kazi muda mrefu na anamjua. Ombi letu tunataka haki ichukuliwe kwa sababu ya kwamba wanyonge hawana haki. Kitu ya pili, ukiona mtu amelemewa hivyo kukuja kuchuna mboga kwa shamba yako, ni vile serikali iko ngumu, maisha imetukalia. Tukiuliza justice, iko wapi risasi? Risasi. Ilikuwa imekuja. Tukaiondokea. Justice for Mawaka. Huyu chief ni watigoni. Ni watigoni. Na alikuja akuua mtu juu ya mahindi peke yake. Mahindi ya shilingi 40 bob. Na saa hizi asubuhi tena amekata mwingine shingo tena. Umeshika. Sisi tunataka amani na huyo chief ataka kunawezekana. Atolewe kwa kazi. Atolewe kwa kazi kabisa. Sisi tunataka amani. Na tunataka amani, tunataka justice hapa. Hii jiji yetu ya Garaji. Hata huyu jamaa kazi. Huyu jamaa akakujia mshahara. Si ndio? Akakosa kumlipa. Kukosa kumlipa akakuja akamuua. Kwani alikuwa anataka mtoto wake aende kule mawe. Hawezi kula mawe. Sasa yeye amekuja amemuua jia shilingi 40 bob. Mahindi 3. Kwa nini? Mimi naitwa Mbaisi Kihima. Mbaisi Kihima. Mimi hiyo jina ni huko Western. Kutoka Ingo. Na mimi ndio dio wa Tigoni. Na hii
Karanji pia iko kati ya Tigoni. Nilipata hii ripoti kwa sababu mimi ndio mkubwa wa assistant chief na chiefs. Kitu ya kwanza nilifanya mimi mwenyewe, kwanza nilimwambia kwanza si report kazi, kwanza asifanye kazi hiyo ndio ilikuwa ni hatua ya kwanza, asihudumie wananchi kwanza, na ofisi yake nikafunga. Tunaelewana? Hiyo ndio ilikuwa ni hatua ya kwanza. Hiyo ilikuwa ya kwanza, ni ya kuruhusu kwanza tufanye uchunguzi. Kwa sababu itakuwa ni mbaya sana kitendo kama hiyo ifanyike, alafu kesho aonekane kwa ofisi akihudumia watu. Si ndio? Si ni mbaya? Faili imefunguliwa. Na faili ilifunguliwa ile wakati hiyo kitendo ilifanyika. Faili ilifunguliwa ya makosa. Ya makosa ambayo ile makosa ambayo ilifanya nini? Ilifanyika. Ya mauaji. Si ndio mnasema mauaji? Sasa mtu aliaga. Mtu alifanya nini? Mtu aliaga. Na akauliwa. Sawa, ndio. Saa hizi kuna ile ofisi inaitwanga Office of the Director of Public Prosecution, ODPP. ODPP wetu ako Kiambu. Tunaelewana? Hiyo file yenye inaguza assistant chief, hiyo file imetumwa kwa ODPP. Hiyo file ikitumwa kwa ODPP, huyo Director of Public Prosecution ndio atakuja atasema kulingana na hii file yenye nimepatiwa na ile investigation imefanywa na ile evidence ambayo imepatikana na ambayo imeonekana yenye sisi wote tumeona, huyu chief tunataka kumshtaki na makosa 1, 2, 3. So file imeenda kwa ODPP within the next few days. Na mimi sifichi, si kuna watu wa media kwa hapa, na kila kitu inaonekana wazi. Within the next few days hiyo file itakuwa imefanya nini? Imerudi. Take it from me. Mimi nawaambia, take it from me. Hiyo file ikikuja iseme chief anashtakiwa na makosa hii na hii na hii, hata kabla ifike kwa ofisi ya DCI Limuru, chief atakuwa ndani. Si wadanganyi. Tulia. Kwa majina naitwa Gladys Mora, ni sister ya marehemu Nemweli Ocharo Ogembo. Mimi nilikuwa saa 2 ilikuwa inaendelea, mimi nikapata nikipigiwa simu, nikaambiwa ndugu yako amekatwa na panga, amekatwa vibaya sana. Mimi nikatoka kwa nyumba, nikauliza huyo mwenye alinipigia simu, nilikutana na yeye huko kwa barabara nikienda Limuru, alikuwa amekunywa sana. Sasa mimi nilikuwa nataka usaidizi. Huyu ndugu yangu ndiye alikuwa anatafuta, huyu bibi yake yani alikuwa kuna shida kidogo, yuko kamili. Sasa huyu ndiye alikuwa tegemea huko. Sasa naomba watoto wamebaki, huyu bibi hana kazi. Sasa hatujui vile tutaanzia, mahali tutamalizia. Kutoka hiyo siku hakuna mtu tumekuta anatusika mkono. Tuko tu hivyo. Vile mimi nilikuwa nataka usaidizi. Huyu ndugu yangu ndiye alikuwa anatafuta, huyu bibi yake yani alikuwa kuna shida kidogo, yuko kamili. Sasa huyu ndiye alikuwa tegemea huko. Sasa naomba watoto Of great significance to us is the fact that Kenya and France will co-host the Africa-France Summit in Nairobi in 2026, marking the first time that the summit has been hosted in a non-Francophone African country. This milestone presents a unique opportunity for our two nations to spearhead new conversations on Africa's role in the global economy. Preparations are well underway and progressing steadily, as evidenced by the presence here today of President Macron's Africa advisor and the Secretary General of the summit. France's confidence in Kenya's capability to co-host this pivotal event speaks volumes.
Karibu sana. Nimefurahi kwa kuona yeye siku ya Bastille. Asante sana kwa kuja hapa. Tumesimama imara. Nataka tukushukuru sana kwa DF. Yes. So let me introduce my team. No, don't be shy, don't be shy. This is the head of the economic department of the embassy. Very nice to meet you. Our consul Caroline, who does the visa. Yeah. Can we do a handshake? Yes. How are you? So let me propose a toast. First, to the continued prosperity and unity of the French Republic. Hear, hear. To the strong and deep friendship between Kenya and France. Hear, hear. And to the good health of President William Ruto and President Emmanuel Macron. Hear, hear. Viva la France, viva la Kenya. Cheers to everybody. Round of applause as the toast go. Groupe Accord. Is Groupe Accord in the house? Who's representing Accord? Groupe Accord. Is Groupe Accord in the house? Who's representing Accord? EDF, I see it's here. EDF. L'Oréal. Yes. Pernod Ricard. Okay, so we are about to open the buffet. Ladies and gentlemen, we are about to open the buffet. But before we do... The government of Kenya remains firmly committed to upholding the Constitution, the rule of law, and democratic governance. Our Constitution, adopted through a national referendum with 70% public approval, affirms the will of the Kenyan people. As a stable democracy, Kenya has consistently held regular elections every 5 years since 1963, in full accordance with the constitutional provisions. The recent reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission, IBC, further underscores our commitment to democratic governance and institutional integrity. To our diplomatic partners and investors, I reassure you that Kenya remains a nation anchored in strong institutions and a progressive constitution. We are committed to providing and maintaining a stable and predictable environment for investment and collaboration. While recent events on June 25th and July 7th presented challenges, they have strengthened our commitment to the rule of law and national progress. The government of Kenya continues to defend the constitutional right to peaceful assembly, demonstration, and picketing under Article 37, while in equal measure firmly upholding the principle that such actions must remain non-violent and unarmed.
we do not want to lose any more lives. Leo tunasherehekea pamoja sikukuu ya Bastille, siku muhimu sana katika historia ya Ufaransa. Tukumbuke kwa mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Mambo ni matatu: uhuru, usawa na udugu. Kweli? Mapinduzi haya ya Ufaransa si kwa manufaa ya Ufaransa pekee, lakini kwa dunia nzima na hata hapa nchini Kenya. Tuko pamoja? Kila mtu? Sisi sote? Jambo la tatu, Kenya na Ufaransa zinashiriki katika historia ya maandamano. Si ndio? Tuko pamoja? Sisi sote tupambana barabarani kwa ujenzi wa taifa. Lakini ningependa kutoa rambirambi zangu kwa wote waliofariki katika maandamano hayo. Tafadhalini tusisahau kwamba amani ni muhimu sana katika ujenzi wa taifa. Mimi binafsi ninatumai Kenya ya kesho itakuwa bora kuliko ya leo. Kenya and France enjoy a strong bilateral partnership grounded in mutual respect and a shared commitment to sustainable development. This cooperation spans key sectors, including infrastructure, energy, education, cultural exchange, trade, and regional diplomacy. More recently, France has committed to the establishment of a state-of-the-art science and engineering complex at the University of Nairobi. Culturally, French remains one of the first and widely taught foreign languages in Kenyan schools, and our growing trade ties have been further strengthened by the signing of the Kenya-European Union Economic Partnership Agreement, EPA. Notably, France, which is a permanent member of the United Nations Security Council, is a key partner in advancing peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region, including through its support for the United Nations peacekeeping missions and African Union-led stabilization initiatives. The upcoming Africa-France Summit, set to take place here in Nairobi in 2026, will build on the spirit of collaboration. It aims to deepen partnership between France and its African counterparts, not through prescription, but through joint ambition. Nairobi, as a hub of innovation and regional leadership, is a fitting place to carry this vision forward.